Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale ulipo. Ni mimi rafiki yako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Daudi Kaisi wa kanisa la Hermon International Tanzania, Dar es Salaam. Ninayo furaha tena siku ya leo kukutana na wewe kwa njia hii na kuungana na wewe katika madhabahu ya Mungu kwa njia hii. Ni njia ya kujifunza neno la Mungu, ni wasaa wa kujifunza neno la Mungu. Nami nikukaribishe sana mpendwa msikilizaji, mkaribishe na jirani yako, ndugu, jamaa, mwambie saa ya kujifunza neno la Mungu ama saa ya kuijua kweli ya Mungu imewadia. Saa ya kuijua kweli ya Mungu imewadia. Nami nakukaribisha katika wasaa huu mzuri wa kuijua kweli ya Mungu. Na Mungu atubariki sote. Na tunapotaka kuanza somo la leo, naomba na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa na neema hii ya pekee kabisa. Tunanyenyekea Mungu, katusamee dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu tuoshwe na kutakaswa kwa neno lako na kwa Roho yako Mtakatifu. Tupate kustahili kuwa mbele yako hata kuyanena matakatifu yako kwa neema ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ikatufungue fahamu zetu na akili, ikamfungue na msikilizaji wangu na mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo, apate kupokea wokovu wa neema ya Kristo. Nimeomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote ulipo, ni siku nyingine kama nilivyosema, ni mimi rafiki yako mtumishi wa Mungu Mchungaji Daudi Kaisi na kuletea neno la Mungu, saa ya kuijua kweli ya Mungu. Na Biblia inasema mkishaijua kweli ya Mungu, hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kujua mambo ya husuyo Mungu na maisha yetu. Somo letu la leo linaweza kukustua kidogo. Somo letu la leo linaweza kukustua kidogo ama kukushangaza. Na mimi natamani ustuke ama ushangaze, ili akili yako na ufahamu wako upate kutafakari na kupambanua vizuri. Somo letu la leo linasema kutoza pesa kwa kazi ya Mungu, huo ni utapeli. Kutoza pesa kwa kazi ya Mungu, huo ni utapeli. Ndiyo, nimesema hivi, kutoza pesa kwa kazi ya Mungu, huo ni utapeli. Unasemaje? Nasema ni utapeli. Twende moja kwa moja kwenye Biblia, katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 ule mstari tuanzie wa 5 mpaka wa 8. Mathayo sura ya 10 tuanzie mstari wa 5 hadi ule wa 8. Anasema, hao senashara Yesu aliwaambia, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msienende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini. Katika kuenenda kwao wanaambiwa uhubiri. Hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 8 ambao tunautaka sana. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toweni bure. Mmepata bure, toweni bure. Huyu ni Yesu anawaagiza wanafunzi wake kwamba wamepata hivyo vipawa, wamepata hizo karama, wamepata bure. Sasa na wao wanapaswa kutoa bure. Tuangalie katika hiyo Mathayo sura ya 10 huo mstari wa 8 tumeona. Lakini tuende katika Matendo ya Mitume sura ya 20 ule mstari wa 33. Matendo ya Mitume sura ya 20 ule mstari wa 33. Pendwa msikilizaji wangu, Matendo ya Mitume sura ya 20 ule mstari wa 33 inasema hivi. Tusafiri wote kwa neema ya Kristo. Inasema maneno haya: sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Matendo ya Mitume sura ya 20 ule mstari wa 33. Haleluya, mtu wa Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 20 ule mstari wa 33. Anasema Paulo mtume anasema,
Labda tuanze mstari wa 32. Basi sasa nawekwa katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Paulo mtume anasema hakutamani fedha. Hakutamani nini? Fedha. Hakutamani fedha ya mtu yoyote. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Leo kuna watumishi, baadhi yao wanatamani fedha, wanatamani mavazi ya watu, wanatamani dhahabu za watu. Hawataki kufanya kazi, wanatamani. Na ndio maana kuna huo ujanja, wanasema kumwona mtumishi wa Mungu, wengine wameanzia 100,000, wengine 300,000, wengine 500,000, wengine milioni, wengine 30,000, wengine 40,000. Wakikosa kukufanyia hayo, wanakuwekea na vifaa vya upako unanunua. Wapendwa, hii ni hatari. Fungua pamoja nami Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 12. Ni kweli una haki ya kupata vitu kutoka kwenye utumishi wako, lakini sio kwa kuwatapeli watu, sio kwa kuwadanganya watu. Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukuutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote, tusije tukazuia habari njema ya Kristo. Paulo anasema tunaweza kutumia uwezo tuliopewa na Mungu, lakini tusiutumie hivyo, tutawazuia watu wengine kupokea habari njema ya Yesu Kristo. Maanake watakosa kupokea wokovu, watakosa kupokea msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo turudi kwenye andiko letu la msingi, anaposema ile Mathayo sura ya 10. Rudia tena kusoma Mathayo sura ya 10 ule mstari wa 8. Sasa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toweni pepo. Mmepata bure, toweni bure. Mmepata bure, maanake vipawa, karama ambavyo vinatoka kwa Roho Mtakatifu. Sasa na ile Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 4 na kuendelea. Karama zinatoka kwa Roho Mtakatifu, vipawa vinatoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hatujai kumnunua mahali popote, ni Yesu alitupatia, ni ahadi ya Baba ya kupewa Roho Mtakatifu. Tulipewa Roho Mtakatifu ili afanye matendo ya Mungu kupitia watumishi wake, ili aponye watu kupitia watumishi wake. Maana anayeponya ni Roho Mtakatifu, anayefufua ni Roho Mtakatifu, anayefungua watu ni Roho Mtakatifu. Warumi sura ile ya 8 kuanzia ule mstari wa 11 hadi wa 26. Warumi sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 11 hadi wa 26. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ndiye anayeponya, ndiye anayehuisha, ndiye anayetuombea, ndiye anayeomba. Kwa sisi tunatumika kama vyombo. Mwenye kutenda ni Roho Mtakatifu, mwenye kufanya hayo ni Roho Mtakatifu, au ni Mungu mwenyewe katika Roho Mtakatifu. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo huwezi kuuza kitu ambacho sio cha kwako. Sisi hatutaki kuuza miujiza, hatutaki kuuza upako, hatutaki kuuza matendo ya Mungu. Haleluya, hatutaki kuyauza. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tumesema kutoza pesa kwa kazi ya Mungu, huo ni utapeli. Utapeli kabisa, ila utapeli wenye akili, utapeli wenye maarifa. Mtu anakuambia kumwona mtumishi wa Mungu ni 100,000. Kumwona mtumishi wa Mungu ni 100,000. Kumwona mtumishi wa Mungu, wangapi walienda kwa Yesu walimwona kwa laki? Wangapi? Maana Biblia inasema tujifunze kwa Yesu. Tujifunze kwa nani? Biblia inatuambia tujifunze kwa Yesu. Haleluya, mtu wa Mungu. Yesu, Biblia inatuambia hivyo kwamba tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Jifunzeni kwangu. Kwa hiyo tunajifunza kwa nani? Kwa Yesu.
Kama Yesu alitoza watu pesa, basi nasi tutatoza pesa. Haleluya, mtu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Maanake lazima tujifunze. Haleluya. Jifunzeni kwangu. Yesu anatuambia hivyo katika neno la Mungu, asema tujifunze kwa Yesu. Tunajifunzaje kwa Yesu? Jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni nani? Ni mpole na mnyenyekevu. Tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Natamani ili ngoja tulione ili andiko, kwa sababu la muhimu sana kwetu kabisa kabisa. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana, mtu wa Mungu. Yesu anataka tujifunze kwake. Mathayo sura ya 11 ule mstari wa 29. Mathayo 11 mstari wa 29. Mathayo 11 mstari wa 29. Anasemaje? Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jitieni nira yangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Tujifunze kwa Yesu. Yesu alihudumia watu. Je, aliwatoza fedha? Je, walioenda kumwona Yesu walitoa 100,000? Walitoa milioni? Kutoa sadaka ni jambo lingine, lakini kuwekewa kiwango kwamba kumwona mtumishi kuna bahasha si ya nini, kuna bahasha si ya nini, kuna fomu si ya kujaza. Nani alienda kwa Yesu akawa amejaza fomu? Walimwendea maelfu, walimwendea makumi, walileta wagonjwa wao, Yesu akawaponya. Walimwendea wote waliokuwa wameshikwa na mapepo, Yesu akawaponya. Yesu anasema tujifunze kwenye hiyo ambayo tumesoma Mathayo 11:29. Ikamate Mathayo 11:29. Ametuambia tujifunze kwake. Je, Yesu aliwahi kufanya hivyo? Haleluya. Jamani, tujifunze. Watu walimwendea Yesu. Natamani hiyo kitu uipate kabisa. Je, walipomwendea walienda na pesa? Walienda wamebeba mapesa? Jina la Bwana libarikiwe. Nani alienda kwa Yesu amebeba pesa? Nani alienda kwa Yesu amebeba pesa? Nani? Kwa hiyo Yesu anasema tujifunze kwake. Tujifunze kwake. Kwa hiyo kutoza pesa kwa kazi ya Mungu, huo ni nini? Ni utapeli. Kwa nini? Namba moja, pointi ya kwanza. Kwa nini kutoza pesa kwa kazi ya Mungu ni utapeli? Pointi ya kwanza, neema ya Bwana ni ya bure. Neema ya Mungu inatolewa bure, inatolewa kwa kuamini, sio kwa kununua. Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Neema ya Mungu inatolewa bure. Neema ya Mungu inatolewa bure. Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Pointi ya pili, miujiza ya Mungu hainunuliki kwa pesa, bali hununulika kwa imani. Miujiza, matendo ya Mungu, matendo ya ajabu hayanunuliki kwa fedha. Hayanunuliki kwa fedha, bali yananunulika kwa imani. Yaani unapokea muujiza wa Mungu kwa imani, unauendea muujiza wa Mungu kwa imani. Marko sura ya 10 ule mstari wa 52. Marko sura ya 10 ule mstari wa 52 na Marko sura ya 5 ule mstari wa 34. Muujiza wa Mungu haununuliki kwa fedha, haupatikani kwa fedha, haupokeleki kwa fedha. Unapokeleka kwa imani, unaupata kwa imani. Ndio maana katika kitabu cha Waebrania anasema ile sura ya 10 mstari wa 6, anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yupo. Lazima aamini kwamba Mungu yupo na kwamba Mungu anawasikiliza watu wake. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6
haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Hatumwendei Mungu kwa pesa. Isaya akasema njoni mnunue bure. Hakusema mnunue na fedha. Bure maanake wendi na kitu, wendi na dhahabu, wendi na fedha. Kama unakwenda kutoa sadaka, hilo ni jambo lingine, na ni sadaka tutasema huko mbele, lakini huwezi kupangiwa kwamba ili uombewe ili uombewe. Sasa hivi kuna maajabu sana, kuna maombi maalum. Biblia hii haina maombi maalum, kwamba maombi maalum kwa mtu aliyetoa hela kiasi fulani, maombi maalum kwa mtu aliyefanya. Biblia inaruhusu kuombewa mtu yoyote kwa imani. Haleluya, mtu wa Mungu. Imani, kinunulio cha miujiza ni imani. Watumishi wa Mungu watauza miujiza kwa imani, sio kwa kuuza kwa fedha. Tuwaambie watu kwamba miujiza ya Mungu inapatikana kwa imani. Kwa kufanyaje? Kwa kumwamini Yesu Kristo, kuliamini neno la Kristo, kumwamini Roho Mtakatifu na kupata wokovu. Mtu anapata wokovu. Akipata wokovu, ana haki ya kuponywa, ana haki ya kufunguliwa, ana haki ya kuinuliwa, ana haki ya kubarikiwa. Hutanunua muujiza wa Mungu kwa kutoa pesa. Mtu mwingine anatoa pesa, bado ni mzinzi. Mungu anaweza akafanya hivyo? Mtu mwingine bado yuko na ndoa 3-4. Mwingine bado anakunywa pombe. Mungu hafanyi vitu kwa hasara, wapendwa. Kwa sababu Mungu hakufanikishi ili ufaidike duniani afu ukose kwenda mbinguni. Mungu chochote anachokifanya lengo lake ni mtu aende mbinguni. Chochote Mungu anachokifanya, usisahau hilo neno. Chochote Mungu anachokifanya kwenye maisha ya mwanadamu ni kwa kusudi la kukupeleka mbinguni, ni kwa kusudi la kunipeleka mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo pointi ya kwanza tumesema neema ya Bwana hainunuliwi, ni bure. Waefeso hiyo sura ya 2 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Lakini pointi ya pili tumesema miujiza ya Mungu hainunuliki kwa pesa, bali hununulika kwa imani. Tumesema Marko 10 ule mstari wa 52 na Marko sura ya 5 ule mstari wa 34. Anamwambia ule mtu, kwa imani yako imekuponya. Hebu tusome hiyo Marko. Anaweza kusema maneno yangu, tusome kidogo hiyo Marko. Tusiseme tu, wengine hawasomagi Biblia. Nianze na Marko hiyo sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Nianze na hiyo Marko sura ya 5 ule mstari wa 34. Nisome hapo na Mungu akusaidie kunisikiliza, msikilizaji wangu. Marko sura ya 5 ule mstari wa 34. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Akamwambia, huyo ni mwanamke ambaye alikuwa na shida, anatokwa na damu. Kianzia mstari wa 25. Ni mwanamke alikuwa na shida, ameenda kwa Yesu. Alikuwa hana kitu, amegharimika kwa mali, alienda kwa waganga. Nafikiri alikutana na watumishi matapeli. Wakamwambia upone, toa laki ngapi? Yawezekana upone, toa milioni ngapi? Lakini hakupona. Anafika kwa Yesu. Yesu anamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya, nenda zako, uwe na amani, uwe na uzima. Haleluya. Anapata uponyaji. Kwa nini? Kwa imani. Marko 10 mstari wa 52. Tuone na yenyewe inasemaje. Marko sura ya 10 ule mstari wa 52. Sikiliza maneno haya, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Tuanze mstari wa 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Huyu ni kipofu, ameponywa. Je, Yesu aliomba fedha? Je, Yesu aliomba appointment ya kukutana naye atoe hela? Leo kuna watu kuonana na mtumishi wa Mungu, kama unaonana na nani, ni gharama, ni shida. Huo ni utapeli. Mungu amekupa kipawa, watu waje kwako, utabarikiwa tu, mtu wa Mungu. Acha uoga, acha wasiwasi, Mungu atakubariki tu. Kwa sababu Biblia imesema mtendakazi anastahili posho yake, mtendakazi anastahili ujira wake. Anayekupa ujira, anayekulipa posho sio huyu mshirika, ni Yesu mwenyewe.
Ni Mungu mwenyewe ndiye anayekulipa ushirika, anayekulipa nini? Posho. Amina, mtu wa Mungu, unanisikiliza? Na nyinyi wasikilizaji wangu, hebu waambie wengine, miujiza hainunuliki. Huo ni utapeli, haiuziki. Kwa pointi ya kwanza tumeiona. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu ni ya bure. Pointi ya pili, miujiza hainunuliki kwa sababu inanunulika kwa imani. Pointi ya tatu, kama ni utoaji, Mungu anataka utoaji wa hiari. Kama ni utoaji, sio wa kuwekewa viwango. Mungu anataka utoaji wa hiari. Habari ya viwango iko kwenye changizo na zaka. Habari ya viwango iko kwenye machangizo. Tunataka kununua kiwanja, tunaweka sadaka ya kiwango, na hiyo unaweza utaiona baadaye. Kwa hiyo Mungu anataka utoaji wa hiari. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 8. Wakorintho wa pili sura ya 9 ule mstari wa 8. Hiyo ni pointi muhimu sana. Kama ni utoaji, Mungu anataka utoaji wa hiari. Mtu amekuja mwenyewe, ameombewa, anarudi kumshukuru Mungu. Kama wale wakoma, Yesu anawaambia, haya mmeponywa, sasa nendeni kwa makuhani mkajionyeshe, mkatoe na sadaka. Yesu anawaambia wakatoe na sadaka kwa hiari. Hawaambii toeni 100,000, hawaambii toa 1,000,000. Unafikiri kwa mfano Mungu amemsemesha huyo mtu labda atoe zaidi ya hiyo fedha? Wewe umemwekea kiwango na umemfanya kuwa mtumwa. Je, asiyekuwa nacho? Je, asiyekuwa na hiyo 30,000? Je, asiyekuwa na hiyo 40,000? Je, asiyekuwa na hiyo 50,000? Je, asiyekuwa na hiyo 100,000? Je, asiyekuwa na hiyo 1,000,000? Nani kawaambia muuze kazi ya Mungu? Nani kawaambia muuze utumishi wa Mungu? Ninakuonya mtu wa Mungu, ninakuonya mtumishi wa Mungu, kuna jehanamu. Unaweza kuendesha magari kwa sadaka za namna hiyo. Unaweza kununua viwanja, unaweza kujenga magorofa, lakini nataka nikwambie hayo magorofa utayaacha, na hayo magorofa yana damu. Kuna watu wamelia kwa sababu kwanza umewatapeli. Pili, hakuna matendo ya Mungu yameonekana. Yaani kwa sababu kuna utapeli ndani, hata Mungu hajidhihirishi katika yale mnayoyaombea, katika yale wanayoyataka. Ndio maana watu wanaambiwa toa kiasi fulani, anaenda mwisho wa siku anafilisika. Kwa nini anafilisika? Ni kwa sababu Mungu hayuko kwenye kuuza miujiza yake. Mungu hayuko kwenye kuuza kazi yake. Mungu amekuja Yesu ameletwa bure, ametolewa bure. Mungu amemtoa mwanaye wa pekee. Yeye ndo akatununua kwa uhai wake. Yeye ndo akatukomboa kwa uhai wake. Yeye ndo akatupigania kwa uhai wake. Sisi hatutoi chochote zaidi ya kuamini. Amini, utaupokea muujiza wako. Amen. Kwa hiyo ni pointi ya 3. Pointi ya 4, kama ni changizo ndilo linaweza kuwekewa kiwango. Wakorintho wa kwanza sura ya 16 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Kama ni changizo linaweza kuwekewa kiwango. Tunataka kununua kiwanja, tunataka kujenga, tunataka kununua vifaa vya kanisani, tunaweza kuweka viwango. Na hiyo sio kwa lazima, bado hiari lazima iwepo. Sio kuwapelekesha watu. Kwa sababu sadaka ya kimungu ni sadaka ya upendo, ni sadaka ya furaha. Mtu afurahie kutoa. Mungu anamwambia Musa, nenda kawaambie wale wanaopenda kutoa, wenye moyo wa kupenda kutoa, wanitolee fedha, wanitolee dhahabu. Ulikuwa ni wakati wa kwenda kwenye ujenzi. Mungu anasema wanaopenda wasilazimishwe, maana Mungu hampendi mtu anayetoa kwa lazima, bali humpenda mtu anayetoa kwa hiari. Moyoni amesikia, nitatoa sadaka hii, nitatoa gari, nitatoa nyumba, nitatoa kiwanja. Ni mtu amesikia, na huyo akifanya hivyo anabarikiwa, kwa sababu ametoa kwa moyo, ametoa kwa kupenda, ametoa kwa furaha. Sio sadaka inayomtesa mtu, inayomuumiza mtu. Mtu anakwenda kanisani mpaka anatoka hata nauli hana. Ameambiwa tu toa tu. Biblia imetuambia pia tuwe na kiasi. Haleluya. Tuwe na kiasi, watu wa Mungu. Lazima niwe na nauli, naenda kupanda daradara ya watu. Hawatasema nimetoka kwenye maombi. Wao watataka fedha. Mtu huyu anapanda daradara. Kuna watu wanadhalilika leo, wanadhalilika kwenye daradara, wanadhalilika kwa kuombaomba rifti. Wametoka kanisani, wanadhalilika, wanaonekana ni Wakristo wajinga, wanaonekana ni Wakristo ambao hawana ufahamu.
ni mambumbumbu. No, Ukristo sio ujinga. Ukristo sio mbumbumbu. Mkristo sio mjinga. Mkristo sio mbumbumbu. Mkristo ni akili. Ukristo ni akili. Ukristo ni maarifa. Haleluya, mtu wa Mungu. Lazima uwe na ujue kwamba hapa ninatoa sadaka, hii ni nauli ya kunirudisha. Kama huna kabisa, okay, kama Mungu amesema mwenyewe ndani yako kwamba toa yote, ni Mungu amesema, sio mtu. Mungu unaisikia sauti, maana Mungu husema na watu ndani. Mchungaji, mtumishi, nabii, mwalimu, mwinjilisi na kadhalika, anaongezea tu katika kila ambacho Mungu amesema na wewe, kukazia ujumbe, lakini utakuwa umesikia sauti. Huwezi kutoa tu bila wewe kusikia sauti. Kwa hiyo kuuza miujiza ya Mungu ni utapeli, lakini mnaofanya hivyo, kuna hukumu, kuna siku ya mwisho, kuna kiyama. Hiyo mali ulioinunua kwa kutapeli watu inapiga kelele, haitastawi kwa miaka yote, haitakuwa na ushuhuda kwa miaka yote. Iko siku, na tumeona wengine, tumeshuhudia wengine, kwa sababu kuna ujanja, kuna utapeli mwingi, kuna usanii mwingi kwenye kazi ya Mungu. Siku hizi watu wamekuwa ni wasanii. Wasanii. Usiuze miujiza ya Mungu, huo ni utapeli. Pointi ya 5, kwa nini tusiuze? Pointi ya 5. Haleluya. Unapomwekea mtu kiwango cha kumhudumia, huo ni utapeli. Tunarudi kwenye Mathayo yetu ile sura ya 10, ule mstari wa 8. Kumwekea mtu kiwango, huo ni nini? Huo ni utapeli. Huo ni utapeli, wapendwa. Huo ni nini? Ni utapeli. Kwa nini? Chanzo cha mabaya ni kupenda pesa. Watu wengi sana wameingia kwenye huu mtego kwa sababu wanapenda pesa. Sijakwambia usitake pesa, sijakwambia usiwe na fedha, hapana. Lakini chanzo cha haya yote ni watu wanataka moja, wanapenda pesa; 2, wanataka umaarufu; 3, wanataka kuonekana wao wamefanikiwa. Mtu aliyefanikiwa si katika wingi wa mali. Mtu aliyefanikiwa ni katika kushinda dhambi. Huyu ndiye amefanikiwa, kwa sababu baraka, neema za Mungu haziko katika wingi wa mali. Hata wapagani wanazo mali. Neema ya Mungu iko katika kufanya kwanza ushinde dhambi. Kwa hiyo watu wengi wanatapeli kwa sababu chanzo cha mabaya ni kupenda pesa isivyo halali, isivyo sawasawa. Timotheo wa kwanza sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Timotheo wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya 6. Kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 9 hadi wa 10. Sikiliza msikilizaji wangu, sikiliza msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Haleluya. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi, huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru ziwatozazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Umesikia maneno hayo? Narudia mpendwa. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru ziwatozazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya, miongoni mwa mashina ya mabaya, vyanzo vya mabaya ya kila namna, ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Wengi wamefarakana na imani, wamefarakana na imani kwa sababu unauza. Yesu hakutuagiza kuuza. Tumeona katika Mathayo 11:29, jifunzeni kwangu. Yesu hajai kumuuzia mtu upako. Yesu hajai kumwombea mtu kwa kumtoza fedha. Hakuna alienda kumwona akamwambia ili unione mimi toa fedha.
walitoa sadaka. Wanawake wale walimhudumia Yesu na mali zao, lakini si Yesu aliwaambia toweni mali zenu, toeni. Yesu aliwaambia wamhudumie. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya, mtu wa Mungu. Tamaa inayopelekea watu wapotee ni pesa. Tamaa ndio inawapelekea watu wapotee au wapende pesa. Waefeso sura ya 5 ule mstari wa 5. Tamaa, wako na tamaa. Utozaji wa fedha ni ibada ya sanamu. Unapotoza fedha, hiyo ni ibada ya sanamu, ni ushetani. Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 5. Miongoni mwa ibada ya sanamu ni kuwatoza watu fedha. Hiyo ni ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Haleluya. Kwa nini nasema ni ibada ya sanamu? Uzima wa milele haumo katika fedha, haumo katika vitu vingi. Uzima wa milele haumo katika fedha. Uzima wa milele haumo katika vitu vingi. Luka sura ya 12 ule mstari wa 15. Kitabu cha Luka sura ya 12 ule mstari wa 15. Injili ya Luka sura ya 12 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi: akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Uzima wa mtu, ni kweli watumishi wanatamani kufanikiwa, lakini wengi wanafanikiwa kwa njia za mkato. Ndio maana wamewabebesha waumini dunia yote, sisemi Tanzania peke yake. Tazama kwenye television, tazama mtu anauza mafuta, tazama mtu anauza maji, tazama mtu anakuambia anauza vifaa vya upako. Vifaa vya upako, vifaa vya madhabahuni, utaviuza kweli? Huwezi uza vitu vya madhabahuni. Huwezi kumuuzia kitu cha Mungu mtu. Huo ni utapeli, ni udanganyifu, ni ukengeufu, ni uibilisi, ni ushetani. Lazima tuambiane ukweli, watu wa Mungu. Na nyinyi wa Kristo, fungukeni macho yenu, fungukeni akili zenu na ufahamu wenu. Mnatapeliwa, mnadanganywa, mnabagazwa. Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo, bali katika Kristo. Unamwamini Yesu, unamwamini tu Yesu. Haleluya, unamwamini tu Yesu. Yesu akusaidie sana. Ndio maana Yesu inafika mahali anasema ni rahisi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia mbinguni. Maana anatazama utajiri. Ile Mathayo 19 ule mstari wa 24. Haleluya. Pesa sio tatizo. Tatizo ni kupenda pesa, ndio kunakoletea shida. Ile Timotheo wa kwanza sura ya 6 ule mstari wa 9 na wa 10. Tatizo ni kupenda nini? Fedha. Kama unamtumikia Mungu, usiwe na tabia ya kupenda fedha, Yesu hata kupungukia. Usiwe na tabia ya kupenda fedha kiasi ambacho mpaka unaingia kwenye utapeli, mpaka unaingia kwenye uongo. Ukishakuwa tapeli, wewe ni wa shetani. Ukishakuwa mwongo, wewe ni wa shetani. Ukishakuwa mzushi, wewe ni wa shetani. Unataka utaki, utakwenda motoni. Yesu akawaambia wale Wayahudi, nyinyi wa baba yenu Ibilisi, katika Yohana sura ya 8 ule mstari wa 32 mpaka 45. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mnazozitenda. Mtu anapopenda fedha, tatizo sio fedha, tatizo ni kupenda, kutamani. Mtu anatamani afanye vitu vingi, awe na magari ya kifahari. Hayo utayaacha. Wewe hubiri injili ya kweli. Yesu Kristo hata kupungukia. Yeye sio dhalimu hata isahau kazi yako. Anasema yeye katika kitabu cha Waebrania. Yeye sio dhalimu, ile ya 10, yeye sio dhalimu hata isahau kazi yako. Mungu wetu sio dhalimu hata isahau kazi yako. Hawezi kuisahau kazi yako. Hawezi. Mungu wetu ni Mungu mwema sana. Hawezi kuisahau kazi yako kamwe.
Waebrania sura ya 6 ule mstari wa 10. Waebrania sura ya 6 ule mstari wa 10. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mliolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu, na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Mungu hawezi kusahau kazi yako, hawezi. Yeye sio dhalimu, atakubariki tu. Lakini kama unamtumikia Mungu, usiwe na tabia ya kupenda fedha. Yesu hata kupungukia. Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 5. Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 5. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 5 anasema hivi. Anasema hivi: msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitawapungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Mungu hata kupungukia kabisa, wala hata kuacha kabisa. Hata kupungukia kabisa, wala hata kuacha. Mpendwa, kama unamtumikia Mungu katika roho na kweli, Mungu hata kuacha kabisa, wala hata kupungukia. Je, unaamini haya maneno? Na wewe mshirika, kama unampenda Mungu na kumtamani Mungu katika roho na kweli, hata kupungukia wala hata kuacha. Hautakwenda mbele za Mungu uombe akuache. Hautamwomba Mungu akusahau. Hawezi. Lakini tunachokataa ni utapeli. Leo watu wanatapeliwa, wanauziwa maji, wanauziwa mavitambaa, wanauziwa maepo, wanauziwa si manini. Yesu hakuuza hivyo vitu. Mathayo sura ya 11 mstari wa 19 amesema, jifunzeni kwangu. Je, Yesu aliwaombea watu kwa kuwauzia? Si tujifunze kwa Yesu? Si Yesu ndio mwokozi wetu? Yesu si ndio kichwa cha kanisa? Yesu si ndio mwanzilishi wa imani yetu? Yesu si ndio mwenye kanisa? Huyu mwenye kanisa, mwasisi wa imani, mwasisi wa kanisa, mwasisi wa upendo, mwasisi wa msalaba, huyu Yesu aliwahi kuuza? Aliwahi kumuuzia mtu kipawa? Aliwahi kumuuzia mtu karama? Huo ni utapeli. Acha utapeli, mtu wa Mungu. Acha kuwatapeli hawa watu. Acha kuwafanya hawa watu wasimpende Mungu. Maana kama hawana hela wataombewaje sasa? Kama hawana mali wataombewaje sasa? Yako maandiko, mtu anachukua sema usiingie mikono mitupu mwa nyumbani. Sasa alikuwa na maana gani? Maana yake waingie na sadaka, sawa. Baada ya nini? Baada ya shughuli. Lakini hawana. Yule mama mjane alikwenda na shilingi. Yesu hakumpuuza, kwa sababu ndicho alichokuwa nacho kweli. Tena Yesu akamsifu, akamwambia umetoa kuliko watu wengine wote, maana umetoa katika kila ambacho hakijakuzidi, ni kile ulicho nacho. Lakini hakuwahi kumlazimisha mtu, kumwambia wewe toa 100,000, wewe toa 1,000,000, wewe toa 30,000. Yesu hakuweka watendakazi wa kupokea wagonjwa ama wenye mahitaji wakatozwa fedha. Leo tunakwenda kwenye mahekalu, unakuta mtumishi ameweka watendakazi, wanapokea watu, lakini wanawaandikisha, wanawaambia utoe Utatu Mtakatifu. Maana kama 5,000 ziwe 5 kama ni 10,000 ziwe 10,000. Come on! Andiko gani hilo? Andiko gani hilo? Mpendwa wangu msikilizaji na watumishi wa Mungu, na wewe unayesikiliza, ni wakati wa kuihubiri injili ya kweli. Yesu huyu hawezi kutupungukia, hawezi. Atatubariki. Naamini umejifunza kitu. Acha utapeli. Acha utapeli, mtumishi wa Mungu. Acha kuwadanganya watu. Hawa watu ni wa Mungu. Thamani ya wanadamu hii ni kubwa mno. Yeye anaijua hiyo thamani. Alitufia msalabani kwa sababu anajua hiyo thamani. Usimfanye mtu akaenda jehanamu. Usimfanye mtu akachukia injili. Usimfanye mtu akachukia imani kwa sababu ya matozo. Mnapigia kelele serikali kwamba wanafanya matozo mengi, na kanisani nako kuna matozo. Come on. Na kanisani nako kuna matozo. Watu wanafanya tozo. Nyumba ya Mungu haina tozo. Kanisa la Mungu halina tozo. Lina sadaka. Na sadaka hiyo ni kwa upendo. Mtu anasikia kama atatoa 1,000,000,
ni sasa amependa, atatoa ng'ombe, atatoa gari, atatoa hiki. Amemwona Mungu wake, amempenda Mungu wake, ameona thamani ya Mungu wake, ameona uzuri wa Mungu wake, ameona wema wa Mungu wake. Anatoa kwa hiari, sio kwa kuwekewa viwango, sio maombi ya viwango. Huyu ana 20,000 maombi haya, huyu Mungu hayuko hivyo. Kanisa la Bwana, Mungu hayuko hivyo. Dunia isikie haya maneno, mafundisho. Mungu hayuko hivyo. Halo, Mungu hayuko hivyo. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akubariki. Mtu wa Mungu akubariki kabisa na akupe neema. Na mimi nakuombea nini? Mungu akupe kusikia na kuelewa, akupe kufata neno la Mungu. Uwe ni mtumishi, uwe ni mshirika, uwe ni nani, fata neno la Mungu. Tumeona kwenye Ibrania 13:5 hata kupungukia kabisa kabisa. Tuache haya mafundisho ya utapeli, tuache hizi njia za utapeli, tutabarikiwa tu. Kama unaona nenda kalime shamba mpendwa. Ukilima, mtumishi wa Mungu, kwani kuna shida? Lakini usilime kwa kuwatapeli watu. Usitumie fedha ya kutapeli watu ukalimia mahindi, ukalimia mpunga. Hiyo dhambi, hiyo ni dhambi na haitakuacha, itakutesa. Tubu, waambie watu ukweli, tubu. Yesu yuko karibu kurudi. Tubu mpendwa, Yesu yuko karibu kurudi kulichukua kanisa lake. Ole wake wanaolitesa kanisa. Yesu anazungumza kwa kinywa cha Petro, anawaambia wale wazee, mjitunze na lile kundi ambalo Mungu amewapa. Msiwadanganye watu, watumishi wa Mungu. Waambieni waje na imani, waambieni waje wanunue kwa imani. Mungu anatenda miujiza, Mungu anaponya, Mungu anaokoa, Mungu anainua, Mungu anabariki. Anabariki kwa imani, sio kwa kununua. Na kuombea kwa jina la Yesu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu namwombea mtumishi wa Mungu huyu ambaye ndani yake anaingiwa na tamaa ya kupenda fedha, anaamua kutengeneza mafundisho ya uongo. Hiyo roho imwachie kwa jina la Yesu. Na mshirika huyu aliyekandamizwa na ujinga, hiyo roho imwachie kwa jina la Yesu. Hizo roho ziachie watu wako, ziachie kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu. Wapewe roho ya ukweli, wapewe roho ya maarifa, wapewe roho ya ujuzi, wapewe roho ya hekima na busara katika jina la Yesu. Mungu nimeomba nikiamini, amen. Mungu Roho Mtakatifu akujalie toba la kweli na akusaidie. Kwa mawasiliano zaidi usikose kutupigia 0713 160 964. Namba hiyo utatupata. Uko na maswali, uko na jambo la kujifunza na kukaribisha. Karibu sana, tushiriki vipindi vinavyofuata. Lakini pia tunapatikana katika redio Injili Okoa Taifa. Redio Injili Okoa Taifa. Unaweza ukagoogle ukasema tu ni redio ya online, Redio Injili Okoa Taifa. Ukigoogle utapata mafundisho hapo, utapata nyimbo, utajifunza mambo mengi. Karibu mpendwa wangu, karibu mtumishi wa Mungu, tujifunze, tuihubiri injili ya Mungu kwa ukweli. Ni mimi mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Mungu Daudi Kaisi, na kuaga bye.